Salamu alaikum. Kisa kizuri anakitoa huyu Sheikh. Anasema kimetokezea in 90s. Kina durusi ndani yake. Kwa ufupi. Kuna mwanamke mmoja kamaliza university. Akaja kuposwa na mwanamume kutoka mtaani yani. Yule mwanamume alikuwa akifanya kazi jeshini, ana cheo cha officer. Kwa hiyo mara kakubaliwa kutokana na cheo chake. Subhanallah. Kwa hiyo akafanya harusi, akamhamisha, wakanaishi maisha mazuri yani. Wakapata watoto wawili, mmoja mwanamume, mmoja mwanamke. Baada ya muda huyu mwanamume akapewa kiwanja kazini kwao. Akaamua kijenge kile kiwanja. Lakini ajenge gorofa ziada hivi. Ili awekee akiba watoto wake. Subhanallah, mmoja alikuwa akimpenda mke wake na watoto wake. Kwa hiyo akaamua achukue mkopo. Akaenda benki. Kule benki alikuwa manager ni baba wa mke wake, baba mkwe. Yule baba mkwe akamwambia usichukua mkopo benki, utakushaji riba, utakuwa unalipa riba. Mimi nitakupa mkopo bila faida. Alafu utakuwa unalipa mimi kila mwezi. Subhanallah. Akakubali huyo mwanamume. Lakini akampa sharti, akamwambia kiwanja ukifanye kwa jina la mtoto wangu, yani mke wake huyu jamaa. Subhanallah. Akakubali, akaona si ndio family moja. Kwa hiyo akamkopesha, akaanza kujenga. Akajenga nyumba chini, alafu akajenga na gorofa juu ziada za watoto wake yani. Sasa alipomaliza chini akahamia. Kwa hiyo akaendelea kulipa deni mpaka akamaliza. Baada muda akapewa takaudi kazini kwake. Anasema kastaafu kutokana na siha yake yani. Subhanallah. Sasa mke wake akaona mabadiliko ndani ya nyumba, anaona mume wake kidogo mshahara umepungua. Halafu na siha yake kidogo ikaanza matatizo ndani ya nyumba, mashakili. Baada muda yule mwanamke akaomba talaka kwa mume wake, akamwambia niache. Subhanallah. Yule mwanamume akamwambia sisi tumeishi miaka pamoja, tushakuwa na watoto, hawa watoto tutoharibia future yao. Subhanallah. Yule mwanamke akashikilia kwa anataka kuachwa. Huyu mwanamume akaenda kwa baba mkwe, yani kwa baba wa mke wake kuzungumza naye. Na yule baba mkwe akamwambia baada mtoto kishataka kuachwa umwache. Subhanallah. Mashakili yakaendelea mpaka akamwacha mwisho wake. Yule mwanamke alipokusha kuachwa akatoa vitu vya mume wake nje. Yule mwanamume tena hawezi kuingia ndani. Akamwambia bana hapa wewe خلاص ushaniacha wewe, huna haki tena kuingia ndani. Chukua vitu vyako nje. Yule mwanamume akarudi kwa baba mkwe, anamwambia mimi nyumba ya kwangu mimi ndio nimeshughulikia, nimetaabika maisha yangu yote nimehudumia hii nyumba. Kwa hiyo ni lazima nirudishe kwa jina langu. Subhanallah. Yule baba mkwe akakataa. Akaenda mahakama ya jamaa. Mahakama akamwambia huna haki wewe. Hii nyumba ishakuwa kwa jina la mwanamke, kitu rasmi yani. Subhanallah. Kwa hiyo akaamua kodi nyumba yeye. Akanaishi peke yake. Huyu mama mtu anaishi na watoto wake wale wawili, mwanamume na mwanamke. Sasa yule mtoto mwanamume alikuwa kishamaliza kusoma, kishaanza kazi. Akamwambia mama yake, hii nyumba kaijenga baba, kaitaabikia, haki yake. Yule mama mtu akahamaki, akamfukuza yule mtoto wake mwanamume. Yule mwanamume akaenda kuishi na baba yake. Subhanallah. Sasa yule mama mtu akanaishi na mtoto wake wa kike. Akanamchochea yule mtoto wake wa kike maneno ili amchukie babake. Yule baba mtu alikuwa anawapenda wote, anawapenda watoto wake, anampenda na mke wake yani. Subhanallah. Sasa yule baba mtu akataka kwenda kumuona yule mtoto wake wa kike university ili amsalimie yani. Akamfuata kule yule mtoto kumuona babake. Yule baba mtu kanyosha mkono ndo anamsalimia mtoto wake akakataa kunyosha mkono. Akamwambia usije tena kuanzia leo hapa, sitaki kukuona mara pili. Mtoto anamwambia babake hivyo. Alafu akamtukana babake. Subhanallah. Yule baba mtu ikamuuma, ikamjia uchungu ndani ya moyo wake. Anaondoka pale ana huzuni, anaona mtoto wangu mwenyewe leo nimemzaa, nimewashughulikia watoto. Subhanallah. Basi akarudi nyumbani kwake, ana uchungu ndani ya moyo wake, ikamjia stroke. Akapelekwa hospitali. Kule hospitali ndo anamshughulikia yule mtoto wake wa kiume yani.
akamwambia, mimi nikiondoka duniani mwambie mamako na babu yako kwamba siwasamehe duniani na akhera, wamedhulumu haki yangu, na mwambie ndugu yako wa kike simsamehe vile vile. Subhanallah, kantukana. Wewe mimi nipo radhi na wewe duniani na akhera. Subhanallah. Baada muda kafariki yule baba mtu. Sasa sisi tutizame mwisho wao, hao wamemalizia vipi. Huyu mtoto mwanamume Mwenyezi Mungu akamwafaka akapata kazi, yani ndio kishaanza ilikuwa kazi, akaendelea akasafirishwa, akawa hamna mawasiliano baina yake na mama yake. Sasa huyu baba huyu mtoto mtu aliingia kwenye drugs, mtoto wa kike. Akakamatwa akahukumiwa jela miaka 10. Subhanallah. Halafu na huyu baba mkwe kule benki yutokezea mashakili ya wizi. Akakamatwa, akanyang'anywa mali zake zote, halafu akahukumiwa jela naye. Subhanallah. Na huyu mama mtu akapata mashakili ya figo, akawa anasafishwa figo mara 3 kwa wiki. Subhanallah. Halafu mwisho wake akapooza mwili, ikawa hamna mtu wa kumshughulikia ndani ya ile nyumba, akawa analia mle ndani ya nyumba, na ndio anaitoa hii hadithi. Anasema, nimemdhulumu baba wa watoto wangu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu kanilipa kisasi hapa duniani kabla ya akhera. Subhanallah. Anasema nipo katika majuto makubwa, lakini majuto hayafai tena baada ya kuchelewa. Subhanallah. Ndio naambiwa ni msidhulumiane, fa inna dhulma dhulumat yawm al-qiyamah. Subhanallah.